Huyu ndo king kabali yao Msaga Sumu. Sio kwamba anaimba tu singeli. Lakini ili hapa gozi na ng'ombe kuna namna analiweza. Msikie mwenyewe huyo hapa akizungumza. Kabali yao mfalme wa Swahilini hapa. Oya sio kuimba tu. Hadi pila hapa tuko ground na tunapigika muda huu. Kama unavyoona tuna bonge la game hapa muda huu. Nazungumzia saa 3 usiku hii. Sio asubuhi. Tuko Chanika hapa. Kama mbele tu. Haina mbambamba hiyo. Niko na Taita Mwana Chabori yule. Taita Mwana Chabori. Yule pale Taita Mwana Chabori. Hatunaga wadogo si. Hiyo ndo sauti ya Msaga Sumu, sio kwamba anaimba tu na anacheza mpira. Sio kwamba Msaga. Wewe shabiki wa timu gani? Sio wale Yanga Afrikani wale. Ni Yanga Afrika. Yanga Afrika. Kesho mechi ya watani wa jadi hiyo dabi. Mechi ngumu. Mechi ngumu. Nani anakufa? Mechi ngumu. Siwezi kutabiri kile mtoto anafungwa. Mechi ngumu sana. Ugumu unakuja sehemu mbili. Kwanza wale jamaa wamechukua mara 4. Mara 4 hii ya 5 itakuwa ngumu sana. Naona ugumu ndio uko hapo. Alafu ni kuelekea kwenye ubingwa. Kwa hiyo kama kuelekea kwenye ubingwa ina maana hapo mtu atoshinda anakaa vizuri zaidi. Kwangu mimi kama mwana soka mwana mpira naiona mechi ngumu mtoto anafunga. Hayo ni maoni ya Mwimba mwanamuziki wa singeli katika nchi hii. Hawa ni magwiji. Mafundi wa muziki wa singeli hawa ni waanzilishi. Lakini umeona Damla alivyozungumzia mechi. Ana ushabiki, anazungumza reality kabisa kwamba chochote kinaweza kutokea. Wewe Msaga unamzungumziaje Mpanzo? Mpanzo mchezaji mzuri. Touch yake toka siku kwanza tu. Touch yake kasi yuko vizuri. Kwa hiyo haina anaongelea. Kwa hiyo kusema Mpanzo uko vizuri. Kuna yule naweza kumzungumzia Kibu Dennis pia. Ndio ambaye watu wanaweza wakaitia chapi pale kwenye ngome da Yanga Afrika. Kwa hiyo unapomwona Mpanzo anaweza kupata nafasi ya kwanza kwenye kosi da Yanga Afrika. Siwezi, unajua Mpanzo anaweza kuwa mzuri zaidi, inategemea na makocha. Unajua makocha wazungu wana kitu kimoja. Kila mtu anaangalia kimpango wake. Naweza kukwambia mimi Mpanzo kwangu mimi Mpanzo anaweza akaanza kikosi cha kitu kajikuta anaenda kule asianze. Kwa hiyo inategemea jinsi kocha mwenyewe. Unajua hizi timu inakuwa na mfumo. Inategemea mfumo gani kocha anautaka, mtu gani atakwenda naye sahihi. Ndio maana hata pale Yanga wanaona kabisa watu wanalaumu kumbe Chama anzi, sio kusema anzi. Kila kitu kinakuwa na mfumo wake. Chama ni mchezaji mzuri pia, lakini muda mwingine unaanza katokea benchi, sio kusema ajui au hawezi kuanza, lakini kutokana na mechi husika kumbe kocha anataka kitu gani. Hiyo na Msaga Sumu kwa uchache sana. Tunaomba kuzungumzie uwezo wa Azizi, kwa sababu wengi wamekuwa kimzungumza kwamba labda kwa namna moja au nyingine kiwango chake kimeshuka. Ndani ya sekunde kadhaa unazungumziaje uwezo wa Azizi Ki? Azizi ni mchezaji mmoja ni hatari sana. Mimi binafsi yangu siwezi kusema kumbe kachoka. Azizi hajachoka. Sema Azizi ana kitu kimoja. Unajua katumikia msimu, naweza kusema msimu wangapi? Wa 3 na kwenda si wa 4. Sababu kapiga 2, kapiga 3, sio kama kachoka. Azizi sema ligi yako tunaye pia ngumu zaidi. Kutokana mabeki wakati anakuja Aziki ilikuwa hawajamjulia. Lakini sasa hivi kama unavujua Bongo ngadi kwa gadu. Kwa hiyo kwa mimi binafsi yangu magoli anayofunga, pasi anazotoa bado hajachoka. Sema tu kutokana na mechi nyingi kotafu ndio mtu anaona kama kachoka. Lakini hajachoka. Ukitaka kujua Azizi hajachoka, utakuja kuona ile mechi na Pamba jinsi alivyofanya. Touch moja. Sasa wengi sasa watu wamemjulia. Kumbe Azizi Ki wanajua basi kumbe mtu hatari. Azizi usimpe pesa kugeuka amekuzuru. Kwa hivyo watu sasa wanajua mabeki wengi wanajua kucheza na Azizi. Lakini hajachoka bado yuko vizuri. Huyu ni Msaga Sumu. Namna anavyoeleza na kuchambua mpira inathibitisha anaucheza na anaujua. Itoshe kusema anajua kuimba tu na mpira nao anaujua in and out. Asante bwana Msaga Sumu. Pamoja sana ndugu zangu.